Kama wewe ni mtu ambaye umekuwa ukisubiri ahadi za Mungu zitimie kwenye maisha yako, una uhakika Mungu alisema neno kwenye afya yako, kwenye familia yako, kuhusu ndoa yako, kuhusu biashara, kuhusu kazi, lakini umesubiri mpaka umechoka na hujui ufanye nini na hujui kwa nini Mungu anachelewa. Hili neno ni la kwako. Okay? Amenituma nikusomee Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 11. Mstari wa 8 unasema kwamba mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kama binadamu, kuna mambo mengi ambayo hasa kama ni mtu ambaye unamtegemea Mungu asilimia, unampenda Mungu asilimia, unamtii, inafika point unachanganyikiwa. Okay, Mungu uliniambia mwaka fulani nitakuwa nimeolewa, mbona sijaolewa? Uliniambia mwaka fulani nitakuwa nimebeba ujauzito, mbona sijabeba ujauzito? Mbona familia yetu bado inateseka? Mbona bado sipati kazi? Mbona biashara bado hazendi? Mbona ufanye jambo kwenye uchumi wangu? Umekuwa ukitangaza makongamano, unaenda kwenye makongamano yako, unasali, unafunga, lakini Mungu nimesali sana, nimefunga sana, lakini mbona haubadilishi maisha yangu? Nini kinakuchelewesha? Najua unavyojisikia kwa sababu na mimi nimewahi kuwa kwenye hiyo position, au ni kama nipo kwenye hiyo position. Kwa badala ya Mungu kunijibu mimi akaniambia you know what, na Mungu alikanijibu kwa hii mistari akaniambia you know what, kuna wengine wanapitia hili jambo, nenda kawasomea mstari utawatia moyo. Kwa hiyo mstari wa 9 tuendelee. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mawazo yangu kibinadamu, wewe kibinadamu unaweza ukawa unawaza labda kwenye huo ugonjwa ulionao utamka utapona. Lakini mawazo ya Mungu anataka utafute tiba kwa ajili ya hilo tatizo ambalo utawasaidia na wengine ambao wanapitia hilo tatizo. Kwa wewe unawaza, unajiwazia pekee, lakini Mungu anasema you know what, kwa sababu ya Vanessa, kwa sababu Vanessa amepitia hiki, acha nimtumie Vanessa kukomboa wengine. Kwa sababu Vanessa nilikuwa nalia hapa namuuliza Mungu haya maswali, na Mungu nini kinakuchelewesha kufanya jambo fulani kwenye maisha yangu? You know what, kwa sababu Vanessa naye ana maswali kama ya, acha nimwambie Vanessa akae mbele ya kamera aongee na watu wengine wanaopitia kitu kama hicho. You see, mimi mawazo yangu like Mungu nijibu, lakini Mungu ananitumia mimi kwa kunijibu mimi, wote tunajibiwa. Kwa sababu najua kuna mtu ambaye anapitia hii situation na naelewa inavoumiza. Naelewa hasa kama umesubiri miaka na unampenda Mungu na unatii, unajua namna nyingine ambazo ni nje ya Mungu kutimiza hilo kusudi lako na ulitamani, lakini kwa sababu unampenda Mungu you're like God no, mimi nitakusubiri wewe. Lakini Mungu nitasubiri mpaka lini? Nitasubiri mpaka lini? Mungu anakuambia kwamba mstari wa 10 inasema kwamba maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Mungu sio muongo. Mungu akisema neno halirudi kwake, halitanirudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa kama Mungu ametuma neno kwenye maisha yako, best believe litafanikiwa. Ninachotaka ufanye sasa hivi, nataka umuulize Roho Mtakatifu, kwa nini hili jambo linachelewa? Either Mungu analichelewesha ni mapenzi yake, msimu wake bado, au kuna jambo wewe unatakiwa uplay part, kuna jambo hujafanya. Kuna muulize Mungu kwa nini hili jambo, instead ya kumlalamikia God, mbona hivi, muulize Mungu why. Mungu anajibu sana maswali. Nimeanza kumuuliza Mungu hili swali jana usiku, akaniotesha ndoto inayonielezea kwa nini jambo linachelewa. Na kwambia jambo linachelewa, naongelea kitu naongelea jambo la miaka 3 iliyopita. Naambia Mungu, ili jambo uliniambia litatimia, uliniahidi hiki kitu 3 years back mpaka leo, mbona hili jambo halitokei?
Na inaweza ikawa ni mtu ambaye ulikuwa you just minding your business, Mungu akaja akakwambia hiki nitakufanyia, nitafanya, nitakutumia kufanya hiki. Lakini Mungu mbona akitimia? Nilikuwa naambia Mungu, I was minding my business. Nilikuwa nakaa na mambo yangu, nilikuwa na ndoto zangu nyingine, ukaniletea hili jambo. Kwa nini hili jambo halimanifest kwenye maisha yangu? Shida ni nini? Akaanza akanijibu kwenye ndoto, ananijibu kwa neno, amekuwa ananijibu. Kwa hiyo nataka umuulize Mungu kwenye issue yako binafsi. Muulize Mungu, kwa nini hili jambo linachelewa? Kwa sababu kuna majibu na atakupa majibu. Kwa kumalizia, neno la Mungu likitoka halirudi kwake. Kama ameahidi atafanya. Yeye sio binadamu hata aseme uongo. Yeye sio muongo. Anaweza na atafanya. Ask him. Why?